Naam, tunaendelea tulipoishia katika kipindi kilichopita. Ninakusihi kama hujaangalia vipindi au kusikiliza vipindi ambavyo vimepita viwili kwa ajili ya hili somo zuri la muunganiko ndoa, ukavipitie pia. Kipindi cha kwanza tulizungumzia kipengele cha kuacha, kipindi cha pili tukazungumzia kipengele cha kuambatana, na leo tunazungumzia kipengele cha tatu ambacho kinazungumzia kufanya agano. Agano ni nini? Wengi wanaweza wakazungumzia kwa definition mbalimbali. Lakini kwa lugha rahisi tu kwa muda ni kwamba agano ni makubaliano yanahusisha pande zaidi ya moja. Ukishaona kuna neno agano, maana yake pale unajua kuna pande zaidi ya moja. Zinaweza zikawa mbili, zinaweza zikawa tatu. Lakini mara nyingi sana tunazungumzia pande mbili. Sasa tunapokuja katika muktadha wa ndoa, tunazungumzia makubaliano ya watu wawili. Unajua kuna watu wanafanya mahusiano ama wanaingia katika familia bila makubaliano. Na kwa kufanya hivi matokeo yake huwa ni vilio vikubwa sana. Na kama vinatokea vilio, maana yake ni kwamba hata matokeo ya mtu mmoja kupata ile thawabu au adhabu ya kile alichokifanya inakuwa ni mdogo kwa sababu hakuna makubaliano. Kuna watu wengi sana wanaweza wakalia juu ya hili, lakini hakikisha sana baada ya kuachana au baada ya kuacha ukaambatana, sasa unatakiwa ufanye maagano. Maana yake ni kwamba ufanye makubaliano. Makubaliano haya yanaambatana na kiapo. Makubaliano haya yanaambatana na ahadi ambazo zinatakiwa zitimizwe. Moja ya kitu ambacho kinatakiwa kitimizwe katika agano ni kwamba hamtoachana mpaka kufa. Yaani kifo ndicho kitakachokuwa kimewatenganisha. Kifo ndio point ya nyie kuachana. Na ukivunja ile agano, maana yake kuna side effect ambazo mtu anaweza akazipata. Sasa hii inasaidia nini? Hii inasaidia kwamba wakati fulani tunaendeshwa na miemko, tunatamka vitu tusivyoviweza, tunafanya vitu tusivyoviweza kuvitimiza. Lakini unapokuwa na agano, unapokuwa ukikumbuka agano, maana yake ni kwamba linakusaidia wewe kusonga mbele, lakini pia kuingiwa na hofu ya kwamba okay, nitakapokifanya hiki repercussion yake ni kubwa sana. Kwa hiyo unapotakiwa kufanya agano ni lazima uhusishe Mungu. Maana Mungu ndiye chanzo cha maagano. Ndio maana utasikia kwamba kuna agano jipya, kuna agano la kale, lakini kuna agano la milele. Maana yeye ndiye mwanzilishi wa maagano. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ni lazima ufanye agano ili uweze kwenda kuishi kwa amani. Kwa lugha rahisi, ni lazima ufanye makubaliano. Hakuna mahusiano yasiyokuwa na makubaliano. Hakuna mahusiano yasiyokuwa na maagano. Kwa maana yake ni kwamba kama umekubali kuolewa au umekubali kuoa, ni lazima ukubaliana na rafiki yako ambao unakwenda kumuoa au kuolewa naye, ili uweze kujua ni wapi tunaelekea, ni wapi tunakwenda, na tunakwenda kwa mlengo gani. Malengo yetu ni yapi? 1, 2, 3. Na tumaini katika kipindi hiki kizuri pia umejifunza kitu. Tuandikie hapo chini kuwa umejifunza kitu gani, share nasi, lakini pia comment, like, na wengine pia wapate kitu ambacho wewe umekipata. Karibu tena katika wakati mwingine.